Ukishakuwa na neema, hauwezi ukawa na kesho, hauwezi ukawa na jana ambayo ni bora kuliko kesho yako. Neema inafanya kila siku ambayo Mungu anakupa, kila mwezi ambao Mungu anakupa, kila mwaka ambao Mungu anakupa ni bora kuliko nyuma. Ndio kazi ya neema. Wanzi unafika mahala ukijishika hivi unaona kama I wish miaka fulani ingerudi. Ulipoteza neema. Neema inakuwezesha usalishi. Kila hatua utakayeichukua utaona matunda yake. Kila maamuzi utakayofanya utaona matunda yake. So long as unajua kutembea katika neema. Nisikilize mtu wa Mungu. Hakuna mtu ambaye ametembea na neema akakosa matokeo. Once una neema ya Mungu, hata kitu cha kawaida unachokifanya kitakupa matokeo. Nitakupa mfano. Yaani hata cha kawaida tu unachokifanya lazima kikupe matokeo. Nataka uangalie Daudi. Angalia Daudi. Daudi anatumia jiwe la kawaida tu, jiwe. Watu wa Mungu, sio kwamba ni jiwe ambalo liliagizwa kutoka Marekani. Lile jiwe Biblia inaonyesha kabisa Daudi aliliokota pale pale walipokuwa wamesimama. And then analitumia lile jiwe kuua jitu. Ndio kazi ya neema. Sidhani kama ni jiwe tu kwa sababu ya jiwe. Daudi anawezeshwa na neema ya Mungu. Na jiwe aliliokota pale pale. Aliliokota tu mahali walipokuwa wamesimama. Akasema huyu mtu ametusumbua muda mrefu. Kumbuka Goliathi amekwepa vita vingi, ameua watu wengi, amesumbua watu wengi. Lakini leo hii Daudi anamuua na jiwe ambalo sio kwamba alilitoa Marekani au India. Aliliokota pale pale ambapo Saul walikuwa wamesimama.